Igeheo tonga muige. Joke jage monyedi. Aje. It was around August last year. So alinifollow. So when niliona amenifollow, unajua vile unaangalianga tu watu wamekufollow. Nikamstalk. Nikaona so mimi ndo nilimchokoza. But kama marafiki sasa. Alafu so tukakuwa marafiki August, September, October, November. So hamuonani? Tumeonana. Oda tulia. So mkisema best sijui mnamaanisha nini? Si marafiki. Wait a minute. Mlikuwa mnatembeleana? Like hata tulikuwa tuna hangout mara mingi. Mwaitembea kwake hiyo time mlikuwa mna hangout? Shy. Tunasikia sasa hiyo ndio tofauti yetu millennial na Gen Z. Kiongea hukuna notice labda anachata watu wengine, labda kuna watu wanamchokoza, labda kuna time anakuambia hamuonani una suspect hii si kazi. Ashainipata hadi na Dame Club. I love you so much. I will always fight for you. Na nitakuempower vizuri sana. Na tushikane mkono, tushikane mabega. Tusonge pamoja. Tumeona watu huko online. Tumewaona sana. Wakideclare in public. Mchana peupe. Huyo ndio mpenzi wangu. Nyakati zetu tulikuwa tushajua hii inaenda straight to marriage. Inaelekea wapi? Farodhi TV wega umagana mushie. Tafarire no ni ya kwirorerwo ni mundu wothe. Walipokuwa wakijenga walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya Terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798 333 Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it. Murori wa Farodhi wa Thayo TV, karibu sana haria hothe ratwirorera kuma kuria Iran guthii uguo nginya Israel, Beirut, all the way to Saudi, Israel, damari kuria US, matura maria mothe marigiceirie kundu kou. Ngatho nyingi muno makire ni gucagura kwirorera Farodhi wa Thayo TV. Na of course ndakuria tuikaraga tukarehe Gen Z, na Gen Z ino na tita riu anyway sawa riu ri ndio go tondu ari no menye rimwe ndimurehagira thuri na atumia haha nginya ni mwarigirwo kai maundu ma nginya mweci ni ngurire but ni ndi Gen Z, no the millennial, okay fine. No ne gain interact na Gen Z tondu anio maratuonia kuria bururi urorete. Ariki muthenya umuthe ngureheire one of the best couple you can ever have. Tijikaru hida ira by the way, no ugithi kure mwana wa TikTok niga maroiga kou, na nindirakigiire na mweke akiondagia na mweke wa gucemania na uria mbere ndigwici kuri andu aingi macemanitie nao na gucemania na kapo ti thako we tondu some of
Gen Z arĩa me haha nĩ meria gĩrĩ gũcemania na andũ taya na mũno makĩria kwenda kũmenya ũrĩa maikaraga na lifestyle yao, especially kĩhinda ta gĩkĩ kĩa Gen Z marahũka the other day. Rũciaro rũrĩa rwa TikTok nĩ rũciaro rwĩna maũndũ tofauti, mĩkĩre yao ya maũndũ nĩ tofauti. But before then, anyway, before gũkinyĩtio na hau kengũririkane tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Express Terrazzo and Tile Center, ndikae kũrigana nĩ kũrĩha mbiru, na nĩ andũ aya nĩo matũrũgamĩrĩire gũkũ, nĩo matũhotithĩtie gũkorwo tũgĩka tabarĩra ici. Koguo Express Terrazzo and Tile Center maratageti mũndũ wothe ũraka na arenda wĩkĩrĩrwo terrazzo, tiles, cioro, sinks, showers, accessories ciothe iria ciĩkĩragwo kũrĩa bafu. They are ready to supply countrywide. Harĩa hothe ũratwĩrorera, kũĩkorwo wĩ Mombatha, korwo wĩ Isiolo, ikorwo wĩ kũrĩa Nanyuki, ikorwo wĩ kũrĩa Nyandarua, nĩ megũka kũndũ kũu guothe nĩgetha matigĩrĩre mũciĩ waku nĩ weka atĩa, nĩ wagema. Ũngĩenda gũkinyĩra Express Terrazzo and Tile Center, mahũrĩre thimũ ĩno 0798333000 0798333000 na o kũu itanoima kuu thĩinĩ gwa Terrazzo nĩ kũrĩ tũthandũkũ ũthiaga ũkona harĩa mũrango-inĩ ũkĩingĩra twĩtagwo safe box. Tũkoragwo na cabi igĩrĩ, nĩ tũrĩ digital lock harĩa ũrekĩra password na toro ũguo tu, nĩ fireproof and waterproof. Kũgũĩkorwo na document ũrenda kũiga, especially andũ ta Gen Z mena indo nyingĩ mũno maraiga kuu. Andũ aya nĩo marekĩra jewelry cia goro. Ndamarora mena iPhone 17 ndirakinya hau. Wamarora wega mĩraũ ĩrĩa marathiĩ nayo nĩ ũndũ wa indo ta forex na andũ, mbeca iria marahutia tũtikana tũgacihutia millennium. So maraikara lifestyle dito. Rĩu imwe cia indo icio marahũthĩra nĩ irabatara safe box. Tondũ mena mbeca nyingĩ mũno na maraciga ciĩ cash, nĩ marabatara safe box. Wĩkorwo nĩ ũgũbatara, please twarĩria kũhĩtũkĩra 0798008008. Nĩ twĩkaga delivery, tũtwaraga nginya ma estate-inĩ ma goro ta Konza na Tatu City na Arunda, anywhere, Mombatha, anywhere togoka. Sawa. Leo karibishira a very young guy. He's doing well in the industry. He's doing well in TikTok, online, everything. Ajirie deka forex. No da muhora. Kalikote kalkirutaga mbeca ku. Utuka Terence ni riga gwika kaundu kangi wega atumire ndiyurie andu akarigwa matwendagiria he nyamu acitukanirie icoka acikira macuba ma goro coka yoka video tukionia twaka anyway. So nimugeni ndararehete ica ikuhi no ngimwira tondu hena undu athiaga kwanirira anirira immediately atanamba guthie kuria kungi ambe acere haha na are haha nigetha ona ninjikire uira atagwo Young Blood Kamotho. YBK. Good morning, sir. Good morning. Good to see you. Good to see you too. Ukoaje? Niko poa. Since tuachana umekuwa wapi? Nimekuwa nikimalizia zile projects nilikuambia off camera. Oh, nimeziona, yes. Yeah. Sasa actually kila kitu iko set. Hata tukitoka hapa sasa tumeenda kazi officially. But zitaje kosi kila mtu nafikiri anakumbuka? YBK Chicks Boutique iko pale online. YBK Chicks Boutique. Yeah. Kwa hivyo ni boutique yenye ina deal na nguo za madem. Manguo za madem. Yeah. Mbona madem peke yao? Jao wananunua. Kwa hivyo it's all about target market. Unaona kama sasa kama mimi ukiniuliza mwisho nilibuy nguo lini ati nikanunua tunguo ikiwa zimefuatana hivi siwezi kuambia, lakini my girlfriend hapa tunaenda huko nahitaji hii tunaenda huko nahitaji viatu nini so mademo buy manguo sana. So siku hizi una deal na target market first. Sio kuweka tu biashara. Who am I targeting? Yeah, who am I targeting? So you need money. Yeah. So it's all about who will give me money. Of course. Sio kufurahisha wase. Siwezi. Okay. Say hi to my guys. Siwezi kula stock. Mwiroreri wa Faruthi wa The TV. Huyo ni Young Blood Kamotho. Damu ni twanyitwo ogeni. Karibu niseme damu nyita. Twanyitwo ogeni. Twakena. Okay. Na umode dinoka de wiki de nyika. Okay. Yeah. Very good. Kamwira to introduce it your girlfriend.
ni gutwira wa murutire ku wamenyire atia niwe nwe kiroho-ini ri ni tubathie kumenya ni kuiguithika waiguithikire ni kurota ama ulimuona tu roho tu akwambia ni huyu kana ni kuroterwo ujue menya muthingi waku na kuria mbere ri kurota kwari kuingi so kuonio so could be I had anyway talking how but maybe for the interest of my listeners kuri andu matakoi we young brad uyo mugeni because people knows young brad uyo waragia gikuyo muno matu young brad uyo wa uptown na niki achuzete go focus na young brad uyo mugeni gukira uria wa tene yes sasa swali ni gani hapo Jali githweli bana unajua umeniuliza swali kama 3 umeniambia ni muintroduce nilimtoa wapi no sasa hiyo nimekomea kwanza wachana nayo kwanza hawa watazamaji wangu wajue tofauti ya huyu young blood wa saa hizi na yule wa kitambo and why you chose kutumia huyu young blood yani your current image ndio una focus nayo kuliko ile ya kitambo yes so I guess kwa hii life unajua tulikuja kujituma ni ukiwa kwa industry ni vizuri unasoma industry pia wewe unaona watu wanataka nini ni kama ukienda kwa duka so unaenda unabai kenye unataka ana hiyo example I make sense so nilijaribu kupeana example nikaona it make sense so mimi naweza sema nilisoma industry na nikaona kenye nilikuwa nafanya ilikuwa ina ni limit ku reach a wider audience ilikuwa ni limit sana so kuna watu wenye wananijua na naona niko na numbers but nikitokea kwa ground si kasa hii sasa so nilisoma niliangalia industry venye inaendelea nini watu wanataka nikaona nini watu wanataka sasa nirudi kwa hiyo example yangu ukienda kwa duka sasa nimekurudisha hapo ndio uelewe thank you very much sasa nikao ukienda kwa mtu wako na duka kama vile tuko na mabiashara unaangalia watu wanataka nini unawapea kenye wanataka it's a win-win unaona win-win situation so your current image and the kind of business yenye umeweka zinapelekana if I realize wase hawapendi hii chenye wanapenda hiyo ndio na focus nayo so that's what you're doing right now of course okay how is it working for you is it working you can see inafanya vizuri unajua nilikuwa kwa ofisi sikuwa nimefocus na kamera yangu vizuri so wakati nimeenda kwa kamera nikaona pinga yenye iko pale then I'm like okay fine yenyewe hata bila kuambiwa umefika unajua sijawahi ona gari kama hiyo kwa hii estate na nimekaa huku for the last 5 years ndio karibu na kila mtu nakuja tu nikiwaambia yes hivi hata chairman wa hii estate hajawahi ona gari kama hiyo huku so definitely ni kama venye prezo akiingia mahali kuna gari ikiingia tu na join yake so manze kuna ile identity ushajua kwa area security washajua kuna mtu si wa kawaida ako area so part of the industry how you pull up yes venye unavaa yani vitu kama hizo at least kuna watu wanaona mimi naweza taka kuvaa kama young blood mimi naweza taka kuwa na lifestyle kama young blood okay tofauti sana na labda maswali yenye nilifani kuulize but sija kuona ukivaa dressing code yenye inaendana na hawa wasanii wa Tanzania and I've seen your brother doing so Nyanyu mbona wewe hujai kuwa na ile haujawahi tamani kuvaa kama venye na dress like ukiangalia Nyanyo kuna Diamond ndani yake you got money it's a very expensive dressing code it's the current ndio inakula saa hizi mbona haijai kubamba and you have money mimi kwanza nataka kutengenezesha masuti unaona hata mfutoni material unaona nimevaa kama wewe unaona I guess them hiyo ndio uzuri wa kutulia sasa unajua ukitulia unanga mambo mingi sasa sinanga mambo mingi nataka tu yani ni kwetu normal but expensive si lazima ni just a simple wear and expensive one okay wow copying who of course kuna ule msanii unasema
msanii fulani uko na dova just normal, exaggerate, ako too unique. Sasa wale wasanii wenye mimi hata napendanga lifestyle yao, sasa wanavaa kama Gustin. But I guess once navanga, but siku hizi nikiingia kwa closet kama hata nikikuja naziona hapo nasema ai hizi hapana hizi. Ama zitakuvutia kutafuta mkorogo? We, siku hizi unajua unaachana na msee and then after 2 months unakutana naye unashangaa huyu ni nani? Sijui mbona iliacha Youngblood akua sijui mbona ni brown how? Watu wanakaa kwa nyumba hadi mimi nikakaa kwa nyumba 1 month nikae tu bila kutoka. Tutajua tu. Nitakuwa tutajua tu acha bana. So yeah. Ushaingia kwa industry. Yeah. Umerelax, umestabilize, pesa imekuja. Of course the next thing you gonna have is sunananga ile ya igiheo toga muigi choke jake munyedi aje. Uzuri napenda do hizo song umezijua because most of your TikTok songs, and I love how you love doing Kikuyu challenges, gospel sana, especially akina Motara, Lois Kim, kwa sababu haungekuwa na hiyo quote igiheo tonga muigi joke jake munyedi. So after umerelax, naishi maisha poa, pesa imeingia, unakaa estate yenye unataka, bas Mungu naye ni nani? Mungu akaamua kijana yangu sasa geolocation, akakuloketia, akaingia Kenya, akalocate, akaingia mtaa gani? Oloitoktok. Mimi ni noma. Sana Masai nini? Hapana. Oloitoktok. Yeah. Ulikuwa na kazi? Tulimit through TikTok. Eish. Yeah. Saisi hiyo ndo era ya sahi. Watu watajuana via Instagram, TikTok, ni events. So si tulijuana via TikTok. Aje. Unajua venye madem ni wengi TikTok wewe? Unajua mtu huingia huko unapata kadem ka 19 kakiniambia Farodhi hi, can I meet you? 19 sana. Sasa mimi nashangaa mimi mzee. So why her and not any, because I know Youngblood, you have a big name. Wale watu wanakutambua. Nikiingia live zako 95% ni madem. I mean, kwani how lucky is she? Why her? What is that unique thing that you spotted? Number 1 ni mtu anajituma kama mimi. Kama nikikwambia tumetoka kwa Ogaobina, tuseme an example 4 am. Kulala tumelala 6 am. Na ndo hata tukue tumefika hapa by 9 am. Tulitoka kwa nyumba 8. Na tumefika 9 something. Like she's business oriented kama mimi. Anajituma sana na anapenda kukuwa na pesa yake. So niliona future na yeye. Plus wana ni respect sana. Yani I'm the man. Yeah. Hiyo kwanza hiyo. Ananisikiza, anani respect. Ama follow my lead, namsikiza, tuna come up na solution. Yeah, ana feel ako sawa na mimi pia na feel niko respected. Yeah. So by the time umit, nani alichokoza mwingine? Alikuwa follower ama ulikuwa unamfuata ama ili happen aje? Kwa sababu kuna yule labda lazima kuna mwenye aliona mwingine ndio aamue kuchokoza. Of course najua Youngblood unachokozwa na wengi sana TikTok kwa DMs. No, tuongea tu kweli. Ai nani? Alikuwa DM ama wewe mwenyewe ulimspot aje? So, kwa live how? It was around August last year. So alinifollow. So when niliona amenifollow, unajua vile unaangalianga tu watu wamekufollow. Nikamstalk. Nikaona so mimi ndo nilimchokoza. But kama marafiki sasa. Alafu sasa tukakuwa marafiki August, September, October, November. So hamuonani? Tumeonana. Oda tulia. So umemstalk. Conversation ikaanza. So akakuwa pia interested in hiyo conversation. Yeah. Akaamua pia muonane. Yeah, tukaonana. Tukaonana tena. Yeah. So alikuwa anakufuata kutoka kitambo ama
although atatuambia utwira. Acha kwanza tuingie kwake kidogo. Waithera, Yes. you have a very nice name, Kikuyu name, and I'm surprised young blood out of watu wenye wanamfuata. Of course najua anafuatwa na wasee mob sana wenye pia si wa Kikuyu. How he chose to stick to Mulima hakuna mtu anajua mpaka sasa. Ni wewe tu utatuambia ni nini hiyo aliona unique kwako alikosa kwa hao wengine wote, knowing that he is known. Ni mtu of course wengi wetu tunatamani kukuwa na hiyo cloud kama yenye yako nayo. Hatujafika hapo. Mimi sijui aliingia aje na sijui alifika hapo aje. I cannot tell you because by the time nimjue hakuwa hapo. So mahali alinipita TikTok because nilikuwa mbele yake. I cannot explain. Yes. Talk. Kijana mtoto Wakamodho akakuona akakustalk. Safari ilianza aje? Okay, mwenye amesema tulipatana TikTok. So akani DM. Tukapatana our first meetup, tuka hang out pamoja. Mpaka sahi, like mpaka venye tumefika sahi. Au kushangaa ukijana anataka nini na venye of course kuna watu wengi walikuwa wanakuchokoza. Okay, ni wengi sikatai. But sasa nilikuwa nataka like to hang out na yeye. Like nataka kujua mtu zaidi. So nikasema let me give it a try like to hang out na yeye. Na time will tell. Yeah. Au kufikiria nikaplaya kwa sababu mtu akuwa na jina au muaminini until uone ni ukweli anaongea. Haikuangi rahisi kujua kama anaongea ukweli kwa sababu of course najua umefuata maseleb kadhaa. So najua kuna ile wanaambiangu sasa watu ukienda ni stress tupu. Iko hangout mbona uamue like unaona tukipatana like for the first time haikuwa the boyfriend girlfriend thing. Ilikuwa friendship. So enda insist muonane. Si kuinsist, aku insist. Main point. Aku insist. Yeah. Like ilikuwa like tuna vibe. Mutual by the way. Okay. So tukapatana. Vibe ikakuwa same. Tukapatana tena na tena. Kutoka sasa August last year. Yeah. Nini nilikuambia ni mwanaume tofauti kushinda hao wengine? Si eti ni mwanaume tofauti. Like nakwambia ilikuwa friendship thing until tuka make it official on January tuna date. Since August. Tumeshikuwa mabeshte tu. Okay, unajua mabeshte kwa Gen Z, that word mabeshte. Si rahisi. Si kama ya millennial. Unajua millennial, they choose not to do anything. They choose not to do anything until wakubaliane. But ya Gen Z ni tofauti. So mkisema mabeshte sijui mnamaanisha nini? Si marafiki. Wait a minute. Ulikuwa mnatembeleana? Like hata tulikuwa tuna hang out mara mingi. Umetembea kwake hiyo time ulikuwa mna hang out? Shai. Unasikia sasa hiyo ndio tofauti yetu millennial na Gen Z. Sinakwambia dunia ina change. So unaenda mambo yanaenda kuwa mpya hivi. Sasa hiyo ndio ku hang out. Yeah. My God. But pia outdoors mara mingi tulikuwa tunaenda activities, bowling, drive nini. So hii process ya ku hang out is actually a process ya kujuana. Ndio sasa mkuwe na uamuzi. But as you hang out, he posed this question. Like angetaka mkuwe pamoja. Unajua kuna tofauti ya ku hang out na sasa kupendana. Si ndio? So alipose, you had a chance to say no, yes, but after hanging out probably labda uliona it's like he's the guy I would wish to be with the rest of the life. Okay, acha niseme ama utasema? Bibi ni umeulizwa. Unajua kitu moja ni atakuwa tuna like si eti akiniambia tupatane hiyo siku nita show up like the same day. Most of the time hata ni zenye nimemdisappoint. Zenye sino kweli. Most of the time zenye nimemdisappoint. So I guess nilikuwa job. So most of the time tutapatana usiku na asubuhi lazima
kama like tumeenda hadi kwake asubuhi, lazima amke mapema anipeleke kazi. Unaona, juu nilikuwa nafanya kazi tao. Okay. So I guess alitafuta kitu yenye anaweza nieka karibu na yeye sana. Sasa on January ndo tukaanza kuongelea mambo na business. Mambo na business. So nikaona huyu ni msee mwenye. Yaani shida ya Kikuyu inakuanga nini? Lazima biashara ikue part of the conversation. Ndio ilibamba. Kama mwendi pahali baki kwenu. So tukaanza kuongelea mambo na business. Na venye amesema mimi napenda like kuwa na pesa zangu. Ulikuwa unadu nini by the time mnapatana? Nilikuwa model kwa shop ya nguo. So nilikuwa na advertise like the outfits. Okay. Aya, na ulikuwa unaishi wapi? Roysambu. Na yako the other side of the ile side ya nini, the mahali kuna barabara yenye inagawanya hii side ya chini na side ya juu. So it was easy actually, location wise ilikuwa so friendly. Unaweza enda huko lakini yeye haezi kuja huku, ni the other way around. Hata sijaenda kwake since last year. Unaendea nini kwa nyumba ya msichana? Nyumba na kwanza unailipa lakini hauendi. Siwezi enda. So before muongee kuhusu business, mlikuwa msha agree mapenzi iko ama ni urafiki? Ilikuwa urafiki. But sasa mnaongea biashara wakati bado urafiki unaendelea? Oh really? She was, nakwambia hii time unasikia kusema anani disappoint juu ya kazi. Niyo kitu ilikuwa inani turn on sana, the fact that ana respect kazi. Sio na muoffer tuende out of towns, na muoffer yani vitu poa but zote anazi turn down just because of work. Na kama tuta hang out na yeye usiku, asubuhi lazima nikuwe Nairobi CBD nimemdrop kazi. So hata nikirudi niko na jembe na udema na jitu. So kwa tumefika wapi? Tulikuwa tushafika mahali mmeanza kudiscuss business. So like nikaona huyu ni mtu mwenye tunaweza build a future na yeye juu wote tuko business oriented, unaona? Na hakuna dem okay, as for me siwezi taka mtu mwenye eti atuongelele biashara, like unajua tunaona like the future. Tunaona future. So like tunaongelelea about eti venye tutaenda sherehe nini. So yeye tuliongelelea biashara. So nikaona ina any future kabisa. So what convinced you apart from business? Of course lazima mtu apite qualifications kadhaa ndio sasa uamue ni yeye ashapita hiyo business. Na pia yeye imembamba kwako bila kujua, sababu pia anapenda business. So ashapita kwa story ya business. Now, ni nini hiyo ilifanya usikie sasa apart from business? This is the man. Vibe na energy. Hiyo narudianga mara mingi. Haiko inakatika. Vibe na energy ni the same, like ni the same kabisa. Na sasa nikuulize, juu si mse ulikuwa unafikiria labda ako peke yake? Is it the consistency ya mkiongea? Hukuna notice labda anachata watu wengine, labda kuna watu wanamchokoza, labda kuna time anakuambia hamuonani, una suspect hii si kazi? Ashainipata hadi na dem club. Ukiwa unajua nakuja ama kama ujuzi? Tuko marafiki, sino nakwambia to date. Ilikuwa January date 4 actually. Event ya Uncle Waffles, tulikuwa Habanos. Na nilikuwa na dem mwingine. Then sasa na ujue sasa mimi ilikuwa so late. Mimi nilikuwa nimechoka. Acha nitumie nilikuwa nimechoka. So mimi nilikuwa out. So me actually ni videos nilikuwa naonyeshwa the next day. Yeye akawa amenishika hii mkono hivi, na mwingine amenishika hii mkono hivi. Wote obviously hata sikuwa najua, ndiye alikuwa ananipea story like the next day ananiambia jana tulimit but uko unaniona stuff juu. Kwa nimechoka, nakwambia nilikuwa nimechoka.
akikuja Habanos alikuwa anajua uko area? Mimi sikuwa najua ako na mimi. Wewe ulienda Habanos kufanya nini hiyo siku? Hatuko tuna date. Ni sawa lakini ni marafiki sikatai. Ilikuwa event. Okay. Kulikuwa na like event kuna ya artist alikuwa mapiano. anakuja. Yeah. So like ndo tulikuwa tumeenda. So nikapatana na best yake mwingine wanafanyanga pia na yeye huko Rap and Drive. Akaniambia sasa najua ameniona several times tumehang out na. Okay. So akaniambia so ndo usalimie best yako Yeye ndo hapo mali. She was very innocent. Juu amewai muona na yeye, ndio? So anakutuma tu uende uone best yako mahali yako, maybe innocently, bila kujua kushaanza kukua na a thing. Kauhusiano kana build up. So how did you react? Okay, sikuwa nasikia vibaya juu hatukuwa tuna date. Yeah. Kwani kudate inafaa kuchukua how long jamani? Juu mimi sijui basi. Unaona? Unafaa kusikia vibaya juu mtu ni kama kushaanza kukua na kitu. Okay, najua Hatukuwa tuna date. hatukuwa tuna date. Ushaisikia ile mimi ya una jam na tu date. Una jam. So hatukuwa tuna date. So hata mimi sikuwa na msingemuuliza na ulikuwa unafanya nini Habanos your time or like uko happy or anything until Saturday yenye tulichoka kuzungushana sasa tuka have a conversation. Wewe nikuulize, unafanya urafiki wa more than 4 months bila kuuliza mtu kama anakupenda? I knew she loved me kutoka kitambo. Yani na okay fine, na angeenda in between the 4 months aende apate mwingine from August, September, October, November, December, January, February, March, 8 months. Tumejuana for 8 months. Na angeenda hizo 8 months. Mungu alikuwa amemniekea bana. Yangu ni yangu. Wewe ulikuwa unachokozwa in between? Of course. Siwezi kataa. Alafu na so maana nimekwambia ile kunaona mtu mwenye unaangalia unamesha mtu mwenye mtaenda na yeye mahali au unaangalia pia the level of money. Money ukipewa pesa like pesa tuongea tu kweli. Pesa ndio the main factor at the end of the day. Okay, kuna vibe unaweza vibe na msehana do kuna time ya kuongea na wewe ako available anakupenda lakini hana kitu. Hiyo kitu work bado nowadays. Mimi asfoni kwangu ngumu. Iwezi juu hata mimi naona niko busy sina hiyo time ya kuongelesha ati nikwambie sijui ati niko nalala sijui niko afanya nini. Mimi niko busy na most of the time nilikuwa na simu ya job hata si yangu ya job. Haya, before mkubali ulikuwa umeiona story yao? Story si zake zilijaa online. Kwa hivyo ulikuwa unaongea na unajua. Okay. Nilikuwa najua. Hata sometimes tulikuwa tunaongeanga story tunaye. Ulikuwa ushajua mavurugu zake za online? Nilikuwa najua. Za mapenzi? Kwanza. Haziko kubabaisha hata kidogo. Hiyo ni past ya mtu, niseme hivyo. Hata yako ni venye iko online. Hiyo ni past ya mtu na yezi determine like future ya mse. Why do you think alishaamua ni wewe na hakuna mwingine na bado ako online? Sababu tumeona watu huko online. Tumewaona sana wakideclare in public mchana peupe. Huyo ndio mpenzi wangu. Alafu tunaanza kusikia drama nini. Sasa ndio explain why do you feel convinced nishafika nyumbani? Na nitakuuliza swali lingine kali kwa sababu I need to know also if ni mapenzi. Tunajua pia Gen Z pia mnatu confuse. Hii ni mapenzi. Tunajua sasa sisi inaelekea wapi? Unajua nyakati zetu tulikuwa tushajua hii inaenda straight to marriage. Inaelekea wapi? Yetu naye ni mapenzi plus biashara plus kila kitu. Na inaenda mbali by the way. Mbali. Mbona Anglo na smile? Inaenda wapi by the way? Tunamwangalia tu. You are admiring that my girlfriend, my woman. Ungetaka ienda wapi ama inaenda wapi? Hizo unaona new na mperi ya sure. Because people have different reasons ya kupendana. Nakwambia huyu ni wa kuhang out tu alafu after some time
maybe ni move on ama ya Mi huwa nampea reassurance that mi like nataka a future with her. Tena mi nataka kujenga like an empire with her. If I have the money and she have the skill and tunajua tunaweza times 2 times 3 hii dunia tulikuja tupendane na tukue tu, yani mtu anaishi maisha mzuri. So if you get the right person to do that with, now already you can see hata ukiangalia hata kwa comment sections mingi actually watu wako side yake sana than me, because they know her from a previous job ilikuwa online, ilikuwa kazi kubwa sana. So hata wakimwambia sasa umeacha kazi sijui nini umekuja kudate na YBK sijui nini, yani hata kasha kazi kasha movie na hata kuna story kama hizo. So mambo ni mingi, but si tunangangana tu, tunafanya tu kazi, tuliambiana tufanye tu kazi, tupendane. Tena tumekuwa friends for 8 months. Tumehang out, tumefanya vitu mingi na yeye. Ndio ifike if ni kughostiana. Tungekuwa tu kila mtu alienda njia zake, ingefika maybe October we don't talk anymore, ama December. But imekuwa tu consistent that ukihang out na huyo mtu, hata ukienda kuhang out na wengine una feel unataka kuhang out na yeye tena. So that's love. Okay. Kuna mtu atajiuliza, of course you guys are young. You need some time to kujuana kabisa, alafu mfike mahali mwanze kuambiana sasa we need a firstborn. Sio? Are those part of the things that will happen in your life, ama bado mmezieka kando? Hamtaki kujua firstborn anakuja lini? Hamtaki kujua, bora nyinyi kwanza mjijenge? Yeah. Tujijenge kwanza. Tukue tuko sawa. Mimi ni breadwinner kwa familia yetu. She knows the responsibilities I have. PIF kwenye amekama, I know simply because amemeet na YBK haimaanishi saa life yake imesimama. Pia yeye alikuwa na goals zake Kenya alikuwa anataka kufanya. So ni muempower ni kumuempower na yani empower tukue na tunapendana tufike juu pamoja. Then tukiwa sasa hapo juu sasa hizo vitu sasa zikam through. Now that the love life tayari imeingia kwa public, are you guys living together ama kila mtu ako kivyake? Atuishi pamoja. We can't right now, like najua watu wanaweza tupiga mayo waseme oh that's a red flag or whatever, but as nimekuambia tu sahi alikuwa na goals na ambitions zake. Lazima alikuwa anataka kukua na nyumba kama venye mimi nakaanga kwangu na furahi, naona vitu nimejibaia na pesa yangu na furahi naishi place nilikuwa natamaningi kuishi. Pia yeye najua hata ameniambia vitu mingi zenye anataka kufanya kama dem, hata vitu zenye alikuwa anatamani siku atapata opportunity poa ama pesa anaweza taka. So mbona nisi make it happen? So it's you guys you're planning to support each other. Ikiwa kwa mapenzi ya Mungu itafika wakati wa kukaa pamoja, there will still be that time. But for now ni msupport each other, build hiyo empire unasema. Exactly. Kuna kitu niliona ukiweka online sijui kama ni biashara umefungua yake ama ni yako ama ni I don't know. Ni yetu. So this is tulipigwa mawe but unaambiwa there is no bad publicity. Wacha watu waongee, hiyo ni engagement bado. So hii siku hata tunakuja sasa ku stamp. It was January 16th. Sasa tulikuwa tumeshakuwa so close sasa na akienda job ananiambia sasa ile una feel uko updated about what she's doing. So hiyo day mimi sasa ndo nili make the move. Nikamwambia una work he place as a model. Umework hapo over an year. What if nifungue shop? Si hapo pale una work ni shop. Nifungue the same thing that you are doing and you love because she loved doing it. So nikamwambia what if nifungue nikutoe kwa model ukuje ukue manager. Shop useme hivi unataka ikae. Stock ni wewe unajua, mimi nilimpea hata pesa enda aliende hizo stock everything. Of course inakuja with a good salary. Ndio nakwambia ni tuna supportiana. So like the show yetu. Mimi sijui anything to do with the nguo za madem.
watu wenye walikuwa wananipiga mawe, hakuna mwenye alinipea hata 1 bob kufungua hiyo shop. Wewe unajua kuweka tiles kwa shop, grill, hizo zote kutengeneza, kuweka carpet, nimeka mtango ajio grass. Leo unaijua grass carpet, stock yenyewe, place yenye juu nimepost online. Kwa hapo Membly Park. Hiyo place yenye iko na hadi security yenyewe like ni place ingine poa sana. So ni cost some money, but ndo maana nimekwambia it's an investment kwangu mimi na kwake yeye. Ina benefit na ni benefit. Mimi sitaki kumlose, unaona? Yeye pia hataki kunilose. Yani umemfunga vizuri. Wewe ni wangu, kaa kwa kazi yetu. Kazi yetu, tupendane. Kuza hapo. Tufanye kazi. Manze, I wish all men wanaweza kope hiyo. Yani niko na wewe na justaki uende kwa sababu hii dunia unajua wasee ni wengi na utahuo. So like biashara yenye inaendana na chenye unapenda. So ukiwa hapo it will be easy kwa sababu sioni haja aeke kazi ya ajiri mtu mwingine. And you can be a good manager. So ukimanage vitu zetu mapema, see that gives you an assurance that siendi mahali mimi bado ni wako. I mean, si wasichana kama mna bahati sana. Watu huku nje wanahangaika. Mimi nakwambia wanahangaika, wameishi madeliverance, watolewe mapepo na si mapepo ni shida. Mimi ndo the luckiest sababu ni spriti angechukuliwa na msemo mwingine. Ningesleki hiyo kujitumana kwanga nayo, the respect, the morals she have. Mwanaume ako na akili tu venye amemspot hivi. I'm so lucky man. Na uona mwambia baby. Ndio maana hata watu wakinirushia mawe hawezi jua najua reassurance iko plus sisi hatusikizangi kinywa watu wanasema online. Nyoni kitu pia nilipenda kwake. Mjua anaenda hadi kwa DM yake kumwambia venye nitamwacha, venye sijui mimi ni player, venye yani mambo mingi sana. But yeye hiyo ikui unaona venye ati watu wanatuletea vita from nje. Sisi tunafunga tu mlango yetu. So hao wanacho wakiongea tu hapo, hizo ni kama tuseme engagements na what they think about us. Miss Pretty, how do you feel ukisikia mwanaume akitoa hiyo maneno? Kwa sababu especially sisi wa Kikuyu sio kawaida yetu kusikia maneno kama hayo. Kwa nini? Kwa sababu unajua ukiangalia online people, I mean we are misquoted. Tunaonekana gani kama hatujui mapenzi ni nini? Like we are not romantic. Mimi nikiangalia Youngblood, I'm loving how he's on you. Yani singetaka achukuliwe na mtu mwingine kwa sababu ya chenye aliona ndani yako. Akiimagine chenye aliona ndani yako kisha aenda na mwingine, ange believe. That's why amerash mambo kuhakisha territory imefungwa, hakuna there's no open space. Ushaenda na watu wamejua, because also declaring online is also another important thing. Hata wenye walikuwa wanamtamani unajua sasa saa zingine mpaka my ex usikia kama wanaweza rudi okay unaona make it ashafunga. How do you feel? By the way, I don't take it for granted. Si rahisi by the way. Dunia huko kwingine huko nje sekta mapenzi si rahisi. Si rahisi. Soko ni chafu. Ni mbaya. Ni mbaya. Ndo nasema I don't take it for granted. Na kitu yenye naweza pia mimi muashua tunaenda mbali. Tunaenda mbali kabisa. Juu okay, before hata ni introduce tulikuwa tumekaa chini akaniambia ujue like tukiingia like online siku rahisi. Juu unajua saa yeye amekaa. So ako like ujue siku rahisi. We kitu utakomentiwa ama utakuja uambiwe usiweke kwa roho. Unaona? Na plus is it the past issues yangu ama yake isi determine like future yetu ama isifanye tukosane. Unaona? So like ni mtu mwenye tunaelewana I guess. Tunaelewana kabisa na tunasikizana. Na kila mtu anapeana time yake ya kuongea. Nasema point yangu, nasema point yake. Tuna conclude. Ushapelekwa kwa mama? Okay, haikuwa planned. By the way, haikuwa planned kwenda kwa mama. Ni watoto walikuwa narudi shule jana. Sasa unaona akamwambia acha nikuje.
Si tukaenda. Nilikuwa nimeenda kuwapelekea kakitu shopping nini ya wakienda wanunue shopping. So ika happen tulikuwa naye kwa gari. Mama anasemaje? She was so happy. She was so happy. Na nafurahia by the pia mimi juu si kila mali unaenda unakubalika. Juu unajua unaweza enda hata upate ile first impression ya mtu umeenda hapo unaangalia tunasema huko sitakikani sifai kuwa hapa. Lakini huko nilienda walinipenda kwanza ka last born kao. Like watu walinipenda, mama alinipenda. Wow. Sasa hiyo tena ikakuwa issue. Ati Juma mangu amempokea. Sasa kusema ati sijui mamu ni kama government, sijui ni mamu ni kama Raila handshake utafanya. Yaani nikimletea mtu hiyo video ni friend jana. Amepatana na Lucy? Amepatana na Lucy? Bado. Itabidi upatane. Amepatana kina Moyo Twine wote Gastin na wengine wote wadogo. I guess mtu ajiona ni Lucy Davis, first born na second born. Itabidi upatane na Lucy, ndiye spokesperson. Ukisikia wewe akikubali basi ujue sasa umepita. Youngblood amepelekwa kwa mama? Not yet. Sitaki kuenda hivi. Mimi naye napenda vitu. Hizi vitu nani alikufunza by the way? Juu mimi sikujui hivyo. Sikujui hivyo. Pesa inakujanga na knowledge. Inaanzanga kwanza una misuse. Inaisha. Alafu na ushajizoesha. But you have a funny life. Yaani una misuse inaisha. Unaanza kupata ingine unapata kichwa. Unaanza kuitumia sasa na nikiangalia pesa mingi zenye nimewaste last year. Nilikuwa natumia pesa vibaya sana. Uliacha speed. Uliacha speed kwa barabara? Mimi nakimbianga. Wow. Okay, leo nimekimbia. Leo ni venye kuko na traffic. Na tumeamka bado mapema. So hiyo by the way tusaidie hiyo redio. Unajua ukimwambia atasikia. Hapo ndio tu amebakisha tu. Zingine amepita. Hiyo naye hapo. Sasa unajua hiyo time nyingine sikuwa na sasa hii nikiona dem. Nataka kumwachia nani? So lazima niende. Mwendo mosmos. So nani Miss Pretty? Yes. Youngblood is a family man. Na nimesema hivyo si kwamba kwa sababu ameoa lakini anasaidia familia yao. The only way you are able to tell a man who can be so supportive to your personal family ni kwa kuonyeshana venye na support familia yao. How do you intend to support that? Kwa sababu I know kuna watu wakiingia kwa maisha yako wanaanza kuweka ile gap between you and your family. Na saa zingine ujue ndio mwanaume aamue kusaidia familia yao. Of course kuna zile vitu anakuanga ameona anaona acha nishikilia familia yangu. Na hata familia unaona inaomba life yake isiharakishe sana asije akaacha ile majukumu. How do you intend to support that ndio familia isifikirie labda umeweka kagap? Na ndio maana tumesema hatutaki sahi mtoto. Unaona? Like unajua mtoto pia atakuja na responsibilities zake. Na unaona already ako na zingine home. Unaona? So ninamsupport kabisa. Okay. Youngblood? Usije ukasahau na responsibilities. Sasa hapa kibarua ni kubalance. Hizo nilijipanga kitambo. Me have 3 businesses. Na hizo ni zenye tu ni physical. So unajua kama Mkikuyu kama hiyo biashara tuseme hiyo biashara sinamlipia bills as in vitu zenye anataka kukaa vizuri kanywele ni vitu nguo tu nini tu bills toke hapa anataka kubai tu biashara ita handle tena kwa salary akona salary yake monthly mzuri tena yeye she's my girlfriend so kuna vitu zenye hizi jilipia nails nywele tuseme hizo vitu kama usisema vitu zote hapa tuonekane kama sisi ni kuna mchezo huku nje. Unalipa bills mingi mpaka wanaume tunashindwa kwani tunafanyia watu nini? Nasema sasa hiyo bills hiyo ni investment yetu. Hiyo investment inatulipa na inatuweka. Okay. Hiyo hata iguzi zile vitu mimi nafanya vitu mingi sana. Okay. So hii kazi yetu hiyo imetuweka itatuweka vizuri. Okay. Familia iko nimesikia sasa. Sisi kama in-laws tumekukaribisha. Thank you. Kwa upande wa in-laws hatuna shida. Tumekukaribisha. So Youngblood,
what does future holds for you? Mi nataka kuwa yani CEO moja mkubwa na mabiashara mingi, kuna mabiashara tu zina run by God's grace zote zikuwe kusikwe nenye itaanguka, so far kuna yenye imeanguka. Yani tuende tu yani nikuwe tu yani niko sawa. Then with my family sasa mimi nimeleta my girlfriend pia yako sawa. Hata wazazi wake wakiwa huko, masisters wake wanaona yenyewe msichana wetu ajapotea. Unajua najua kwao hawana kijana. So if I play my cards right, I will be the only sign. Huko yani ule mnoma, ule favorite. Amuna brother? Basi wewe ukicheza kama wewe, wewe sasa ndio brother wa hiyo familia sasa. Unaweza sikia huko like kwa kashamba. Mzee wake ameniita tupige story. Bebe, mbona mko Loitoktok? Hata mimi sijui. Ulijipata tu? Tulijipata tu. Although kuna Wakikuyu wengi by the way wako hizo side za Narok, wamelelewa huko, hata wanajua Kimasai. I think kuna ile intermarriages pia, lakini mama baba kuna Masai? Walijipata tu. Kwa kina dad ni Murang'a. Okay. Yani kila mtu ametoka Murang'a. Hata usikia kwa wapi? Na Nyeri. Okay. So nikimalizia Youngblood, hii akili ya biashara ulitoa wapi? Because there's a lot of business minds nasikia kwako na si kwai kujua hivyo. So nilishika pesa 25 niliunda do. So ulikuwa unapata tuseme tupeane ka example. Niko na kama 1M. But after 1 week niko na ka 70,000. Kiniuliza imeenda wapi? Vitu naweza kuonyesha. Unapata hata nimemaliza pesa na baki zero. Ile like hata sina hata pesa, hata tuseme hata nikitaka kulipa cab. Tena ni text bishte yangu hiyo. Sasa unajua uzuri I have good friends. Una MJ, kuna Tony. So pia walikuwa wananiambia, na wewe unatumianga pesa aje? Juu by the way mimi nakwanga spenda sana. Na mimi upenda ku give. Una time hata watu wanajua nilikuwa naingia live napeana kama 100k. So waulize napeana ma 1k, ma 10k, ma 10k, ma 5k. Nilikuwa by the way na spend pesa vibaya sana. Then ikiisha ndo akili inarudi. Najiuliza hii pesa si ningefanya hivi na hivi na hivi. So that's why nikajiambia si mimi nafanya mambo zangu na napata hii pesa. Utif niweke pahali nisiwahi rudi zero. Juu ni mbaya sana umeshazoea lifestyle kama hii yangu. Alafu hauna kama ka 50k pahali tuseme tu ile like hauna. So na sasa si ati una 50k hauna hata punch. Yani nimetumia imeisha hivi. So ningoje nifanye mambo zangu ndoni. So nikaona physical business. Pesa inaingia tu iko pale, ya stock iko hapo hivyo. Profits naweza kuwa natumia kwa mahitaji yangu. So you have trained yourself out of your own experience. Umeenda hasara ukapata kichwa. Tena siku nataka ku text watu niweke hapo kadhaa, niweke 2k. Unapata tena kuna kitu ulitaka pesa pia kama 3k tuseme hauna. Na sasa shida bishte yako anajua 2 days ago ulikuwa na kama 700,000. Ulikuwa unachafua meza. Namwambia cheki banka ifanyi. Lakini iko na delay ya kuwekea. So that's when nilifungua mabiz. That's when nitaenda nikifungua mingi. Okay. Vita ya online uko tayari kuipigana kwa sababu ya mdem? Unajua ilianza na hawa. Ilianza na unaona vile tulipostiana tu hivi. Less than 2 hours. Watu walikuwa ilikuwa ishaleta mambo. Hata nimekuambia as long as ni watu wanaongea. They don't pay our bills. Like sisi tunajitafutia pesa yetu. Sisi tunaziitanga comments and engagements. Mtu niko namwambia usiko na delete. Wacha zikae hapo. Zinasaidianga video ina trend. So na mimi nimekuwa online kutoka 2020. Tuko 2026 bado mimi naongelelewa. Juu nimestudy nikaona juu watu ni wengi. Watu ni wengi wanakujanga wakitrend wakipotea. So I was telling her hata hao haters ndo wako invested na mambo zako na mashida zako. Na si ati unawalipa. They love you.
Kuna venye naweza kuchukia alafu nione umeanza ku make it. Nikupende tu. Juu ndafanya nini? Kama nikupee scenario funny. When nilifunga shop nikamtoa from a model to manager. So watu walikuwa nakuja kurusha mawe. Kwa comments nikaona mtu mwingine amecomment. So mimi nazipitianga tu nacheka. Nikizi like mimi kwanza na like hanga. So nikasema hebu nione huyu mwenye ametype na uchungu hivi. Kumbe ako DM anaomba kazi. Mimi ni chusi cha fungua hiyo DM. Ndio nikasema the world is cooked. So wao ndio pia watataka ukuwe manager wao, hawa watu wanakupiga. Nakuja kutafuta kazi ukuwe manager wao. Pe mtu hiyo opportunity. Atachukua na mikono zote hivi. So mambo ya vita sisi hatuwezi argue juu ya what people are saying. Tuliambiana bora ni past. So of course vitu zenye wanaleta ni past ama their own opinions. Okay. Hizo ni zao. Sasa yeye akitaka kunikasirikia juu ya kitu nimefanya, hiyo tunaweza ongea mso. But si mambo ya mimi mtu alisema hivi ama hivi na. Najua vita ni mingi kwa wale mademu walikuwa wanaona ni kama ni wao watapendwa, so usijali. Hiyo inakonga kawaida. Watajitokeza na mavita mingi. Unaangalia tu comment unaona hii comment si comment ya kawaida. Hii uchungu ni uwe kuna uchungu fulani ieleweke. It's a history. Anyway, so what would you want to promise this lady? I always promise her every day. I will always fight for her. And I just want to empower her. Juu mina feel she deserves it. Ude mujituma mina venye naona. Unajua mimi nataka don't address me. Si yako hapa. Mwambie direct. Ndio siku moja ukienda hivi nikwambie we kwanza nitakata. Nikurushie hebu sikiza hiyo nani aliongea. No tag. Bas. Ndio huyo mwambie. I love you so much. I will always fight for you. Na nitakuempower vizuri sana. Like nataka kuona ukiwin, you deserve it and I love you, I trust you and I respect you so much. Wow. Maneno yako pia kwa YBK. Acha nikaribie hii mic hapa. Mimi nitakwambia I'll always respect you na assure like support yangu ni 100 hata kama kuna 1000%. Na tushikane mkono, tushikane mabega. Tusonge pamoja. Guy. Hata mimi naenda kushika Wanyambura hivyo. Wow. I'm so happy, young blood. Kama kuna mtu hufurahia wakati watu maisha yao inaenda vizuri ni mimi. And especially watu tumwai interact na wao. Because if I don't wish you well, siwezi wa bibi wa pili. Siwezi kuja nikuwe manager kwa hiyo biashara. I can only wish you well. Na mahali nitapata naweza wa support, I support you, tusonge pamoja. Hakuna kitu kizuri kama tukutana kwa barabara na naona shusha kio ananiambia niaje na familia iko sawa, unaona familia iko sawa. See, that's okay. Good. So I wish you well guys. Muendelee vizuri. Mungu wa protect na mapenzi isiwaishe huko kwenu. Penzi kuwe mingi, because what makes people keep that connection ni mapenzi peke yake. Connection huwa inadumu kwa sababu ya mapenzi. So mapenzi isiwaishe huko kwenu. Kuna kitu ungetaka kuongeza kabla tufunge? Watu follow YouTube Youngblood Kamodo Family. IG na TikTok zote ni Youngblood Kamodo. Okay. Na wewe unaitwaje IG na TikTok? IG na maybe watafeel like ni ngumu juu ni si Waithera ni Y. Y_alafu Thera. Na TikTok Pretty Miss. But the most important thing, of course najua atakuwa anatuwekea content ni YouTube. Sababu tuko active. I'm expecting a lot of content ya familia. Hiyo ndio unategea kama 8 videos. We have like 8 hata sasa hapa kuna yenye na edit. Unaita hata tukikuja tumekuja vlog hapo utasalimia watu video ikiisha tumwambia lazima wasalimie. Okay. We are very active. Unaita
YouTube ni Youngblood Kamotho Family. Family. Yeah. Very good. Kwa sababu ya watu wa YouTube wanapenda kuwatch hizo nini. And especially unajua kuna TikTok na kuna hizo vitu zingine zote but YouTube kwa familia inakuanga nzuri sana. Yeah. So we expect more videos from you guys. Asanteni sana. Thank you. Good. Tukona kile humura wa Farodhi wa Thayo TV tumana YBK and family Miss Pretty na netwake na muno makile nego twirorera. Oh, okay. Aya. Na tumefanya 1 2 3 4 5 6 7 hiyo 8 ndio tunaidi. Tuko sawa. Tuemboka. Mbaya. Tulengeria hau mweri wa Farodhi wa Thayo TV na thabari ino irugamiriro ni Express Terrazzo and Tile Center. Aria mari kuri itura ria bypass koguo no ukio tuhe support yaku we uraka ikorwo wina mwako uraka apartment kanitha wina cukuru uraka wina kiganda uraka go down hihi ni showroom uraka kana ni muci waku wa guikara tucerere kuria gwa Express Terrazzo and Tile Center nigetha kungikinya ni uraka ithue ni ithue tugo supply ra tutuma mafundi make installation dukiure na beno nigetha uke showroom ini wone cioro thaka cia French ya tiles cia Mikaso na Typhoid gatagati ka indo icio ingi ciku ta showers na do ura na beno 0798 333 000 0798 333 000 tucerere muthi macio makoma mega na ninge safe box yo kuruta kou na undu ungi wothe ungenda ta kia kiria ngugwetete kiri hari ya mwena wa Kamakis kia gya 40/8 handu ngiaka mucio waku wa guikara kirio hau uguo karuguru uingire kidogo nikuna kia 40/8 kina title deed freehold handu ngiaka mucio waku wa guikara na nigukwita kige kuria Juja na itire na goro na icio ni cia gwaka mucio wa guikara na hende ngiukurite cia hari mwena wa Matuigiri cia highway ni cia 400 ungifatara information ya kimwe gya cia icio ndagweta ndujairia kwetukira 0798 008 008 0798 008 God bless you so much ndukae kurigandirwo nego subscribe nigetha ndukae tukonesho ire ingi cionthe iroka. God bless you so much, bye bye. Andu aria maraka you are sorted kana wina Ikuru kana wina Nyuki kana we Embu kana we kuria Muranga kana we Naivasha wewe Kilifi wewe Madera Isiolo kou the Garissa Turukana handu hothe thiini wa Kenya riu ungifatara Terrazzo na Tairo tuguciguthorori ni imwe tondu tene turamwendagirie Terrazzo magatwira Farodhi riu ni Terrazzo riu ni waikoria njikirite Tairo mwina cio kana mwako wako ndurafatara Terrazzo no ni urafatara Tairo kana ndirafatara Terrazzo na Tairo tondu guku stairs ni na compound na basement ri na kuria flat roof iguru ri ndienda gwikira Terrazzo na kuo guku kungi thiini wa nyumba kioro riko na kuria kungi guothe ndienda gwikira Tairo mwina cio riu ni undu wa maundu macio megiteiro ni rigi ciothe uriuka guku Express Terrazzo and Tile Center wima guku showroom ini ya Tairo ukaingira nduka ria ngi ya Terrazzo ni irigainie cia hamwe koguo riu waingira guku indo icio ciothe uri cigura handu hamwe ukoya cioro ire haha sink cia haha showers cia haha indo icio ciothe ugakorwo ati no wahota kugura guku gwitu namba cia thimu iria ugukorwo ukebie gwika inquiries kana gwitia order ni 0798 333 000 0798 333 000 icio nicio namba iria ukuhuthira gukorwo gika inquiry yothe whether we Kenya kana we diaspora gutire mundu tutaratungatira gutire site tuteguka we wi Nairobi haria hothe uri mashinani gutire mwako tuteguka tuke na mafundi maitu tuoe ithimi ciothe na tucoke tukutumire quotation tucoke tu agree akohe na negotiation wike tukuhe cost ya installation na cost ya kindu gigwitwo material.